sisi ni wanaume na sifa kubwa ya mwanaume ni kuwa na haka. Na mimi nayasema haya nikiwa na maana moja. Umeona kwenye zile asilimia zetu zile asilimia zetu, mtu angalie, tizama we namna ya kuzichakata. Zile mbilinge zako, zile fujo zile, miwe na kujengea. Tunatafuta sehemu, tunakaa mimi na wewe wawili tu. Kweli? Amini ninachokwambia. Au unaingiaza tu? Nishai kukuongopeaga. Luta, karibu. Samahani. Karibu. Hivi ni utaratibu gani wa mtu anaingia na kuondoka? Kobero. We Kobero. Kobero. Sasa ni tabia gani unatupita ndugu zako bila hata kutusalimia? Yaani umeinamisha shingo kama umepoteza kitu cha samani. Huyu nini shida? Siku ya leo ni mkosi sana kwangu. Kiujumla hata sitamani. Yaani niko vibaya sana. Bumbo mimi sala ameniacha. Kudadadeki warai. Yaani hii dunia tutakufa huku tunajiona. Mimi nilijua nazungumza kitu cha maana au kitu cha maana kimekuumiza. Mapenzi. Kobero, hebu acha wenda wazimu huo basi. Siku hizi ukiachwa, nenda hata buchani kanunue kilo ya nyama, kula jipongeze. Wewe unawezaje kulilia ulikotoka na ndugu yangu? Hebu acha upuuzi basi. Bumbo, unajua mapenzi wewe? Bumbo, ushaikupenda kweli? Bumbo, haijawahi kukutokea. Siku ikija kukutokea, ndio utajua kati ya mapenzi na vidonda vipi vinauma sana. Kushine babuji. Ikaje mapenzi yanauma. Hivi unakufahamu kidonda wewe? Usiombe ukapata uparanta mbwa wewe. Utajikuna mpaka moyo. Watu kawaanda akili timamu. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo. Nikawa kivuli chako kila wewe. Nilitaka kusahau kitu. Luta, hivi ni kwa nini siku ile ulifungua mlango ukaangalia na ukusema chochote ukaondoka? Ndugu yangu Salim, hamna kitu kibaya kama kukatwa stimu. Na nilivyoingia pale, nikaona ndugu yangu umezama kwenye penzi zito na shemeji yako man. Kwa nikaona sina budi kurudishia mlango ili uendelee kuenjoy. Samani kwa hilo man. Lakini una moyo man. Ndani kwako nyumba moja alafu sebleni una hatari ujue man. Ela mtoto yule mashallah man. Unafaidi sana man. Salim. Ujue Ruta, si ni watoto wa kiume ama sisi ni wanaume, na mimi na wewe ni familia. Tuna ujamaa, ni family, ni friendly mimi na wewe. Lakini ukitoa hayo, sisi ni wanaume na sifa kubwa ya mwanaume ni kuwa na haka. Na mimi nayasema haya nikiwa na maana moja. Umeona kwenye zile asilimia zetu zile asilimia zetu, mtu angalie, tizama we namna ya kuzichakata ili kwako zizidi. Na ujue kwa nini mimi nafanya yote haya. Nayafanya ni kwa sababu naomba
unituizie siri. Si watoto wa kiume bwana, eh? Ruta, familia. Wewe. Karibu shemeji yangu. Asante. Wifi anaendeleaje lakini? Sijamuona kitambo. Mzima? Nakusalimia sana. Tamsalimia kwa kweli, nimemiss sana. Hapo sio mwenzangu. Sisi tuko poa kabisa, nashukuru. Kwa Mungu ni mwema kabisa. Karibu mume wangu. Kuna mazungumzo gani yanayoendelea kati yako wewe na huyu mtu? Lakini mume wangu, kuna kitu gani kibaya ulichokikuta hapa? Nakuuliza kwa mara nyingine. Kuna kikao gani kinachoendelea kati yako wewe na huyu? Mume wangu, ni mteja huyu. Kuna tatizo gani kwani? Huyu mteja huyu. Yaani mteja ameegemea banda, kwamba maongezi muda mrefu haya. Mteja gani huyu? Kuna mteja hapa? Mume wangu, unaleta mambo ya wivu hadi kwenye biashara. Unazungumza nini? Wivu? Yaani mtu amekuja hapa anazungumza na amekaa ameegemea tumbo lake, ameegemesha kwenye kibanda chetu. Unasema mimi na wivu? Hata kama sioni, lakini hii picha inajionyesha kabisa kwamba huyu wewe na mazungumzo kati yako na mke wangu. Salamu. Aka kamchezo. Mnanichezea kamchezo. Sana mimi kamchezo na vifahamu hivi michezo vizuri kabisa. Sasa mume wangu, hiyo tabia gani ya kunifukuzia wateja? Yaani umelifanya hili banda kuwa bango la wanyang'anyi. Yaani unauza bidhaa na wewe pia unajiuza kama bidhaa. Sikia mume wangu, sikiliza nikwambie, mbona unafanya mambo ya ajabu lakini unataka tuzalilishane? Kwa nini lakini? Kukuzalilisha? Wewe mpuuzi kweli wewe. Sasa nisikilize. Kama unajifanya chizi, mimi ndio taila. Sasa ninachokifanya katika biashara yako hii, vyote vitu vilivyomo hapa, vitu vyote vilivyopo hapa na vipanganyo ovyo, maana unifahamu vizuri wewe. Kwa hiyo wewe niache. Unaenda wapi jamani? Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo. Kobelo, katika maisha mapenzi yanaendeshwa na hisia. Na siku zote huwezi kumlazimisha ndege aishi kwenye maji, si ndio? Kwani siku zote mimi nilikuwa ni nani kwako? Ukweli ni kwamba siku zote nilizowahi kuwa na wewe sikuwahi kuhisi kama nina mwanaume pembeni yangu. Kwa hiyo kipindi chote ulikuwa unaniactia kwa kuniigizia kama unanipenda, kumbe unipendi. Na ndio maana sitaki tena kuendelea kuigiza. Nimeamua kuacha uwele. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo. Lakini kwako nilikuwa kama si kitu, mapenzi yangu kwako yakawa kama mzigo tu. Usiku nalala na machozi kimya kimya, najiuliza kosa langu lilikuwa nini hasa. Nilipenda kwa dhati bila masharti wala hila, lakini kwako mimi nilikuwa wa kupita tu njiani.
Shem, vipi? Yaani umekaa muda mrefu, unafikiria nini? Yaani kwa nini uviweke vitu vingi kichwani ambavyo hata havina umuhimu wote? Sasa tutakupotezea muda tu. Na kingine, usipende kumwamini kila mtu. Sasa hapo kwenye kumwamini kila mtu, ukisema nisiwe na muamini kila mtu, manake hata mke wangu mimi sipaswi kumwamini, kwa sababu mke wangu mimi ananifanyia vitu ambavyo mtu baki hawezi kunifanyia. Matukio anaonifanyia mke wangu mimi hata sijui unanielewa. Nakuelewa vizuri. Yaani nakuelewa vizuri kuliko watu wanavyojielewa. Sasa inakwambia, yaani usipende kuviweka vitu vingi sana kichwani ambavyo havina umuhimu. Na kingine cha kuzingatia kikubwa, usimwamini kila mtu. Mtu mwingine anakuja usoni kwa wema, lakini moyoni mwake hana huo wema. Kwa hiyo ndio la kuzingatia. Lakini kusema ukae, ufikirie, ukose raha, usifanye kazi, usile, usilale vizuri, haitofanya kazi. Sio solution hiyo. Ndio maana nasema wewe ni mfariji wangu mimi. Yaani wewe ni mchumba wangu mimi. Mchumba wangu mzuri. Katoto. Napata faraja nikisikia maneno yako kama haya, na fariji. Katoto. Salim, afadhali tumeonana ndugu yangu. Yaani kiukweli hali yangu tia maji. Yaani sielewi niende kaskazini au kusini. Hali yangu mbaya sana. Na isitoshe, naona kabisa familia yangu inaendelea kudondoka kwa mimi kukosa maarifa. Naomba unisaidie nirudi kazini ndugu yangu. Yaani hali yangu ni mbaya sana. I see. Kumbwa. Yaani ujue mimi nikikutizama hivi nakosa kabisa maneno ya kuzungumza. Hivi Gumbwa, wewe umekumbwa na nini labda? Yaani ujue kwenye maisha yangu mimi adui namba 1 ni mtu anayemtesa mwanamke. Sijakuelewa. Kwani mwanamke gani ambaye mimi namtesa? Kwani mimi hapa nazungumzia mwanamke gani? Mimi hapa naye mzungumzia ni mke wako wewe. Mwanamke wako wewe. Salim, mimi mbona mke wangu simtesi, tupo naye tunaishi tu sawa. Wewe si ndio umeenda jana gengeni pale? Ukachukua msingi wote, kakupatia pesa na ukaenda kulewa, au sio wewe? Sio wewe. Tuachane, tuna mambo ya nyumbani kwanza Salim. Lakini naomba unisaidie kwanza kwenye issue ya kazi, kwa sababu wewe mwenyewe unajua mimi ni mtu wa kazi. Na ukilipanga kazi yako unatenda vizuri kabisa. Naomba unisaidie nirudishe kazini kwanza. Alafu mambo ya familia mimi najirekebisha, na matatizo madogo tu Salim. Na unasema matatizo madogo. Gumbwa, matatizo madogo pombe? Pombe matatizo madogo? Umeenda kwa mke wako ukamueleza kwamba kuna shida imetokea pale ofisini, panatakiwa pesa, akakupatia pesa mtoto wa watu, umeenda kulewa. Labda nikuulize, pale ofisini sisi tuna shida gani? Pale ofisini matatizo gani ambayo tunayo sisi? Au kuna tatizo gani pale ofisini limetokea, limeshindikana mimi kulisolve nikakwambia wewe ulisolve? Hivi wewe mbona unakuwa hivyo? Kwanza nipishe. Salim, usifanye hivyo basi. Hebu nisikize basi, na mimi mwanamume mwenzio unajua. Yaani familia yangu Salim, familia yangu itaishi vipi? Sasa kama utanikataa, familia yangu itaishi vipi? Ujue wewe Gumbwa, wewe Gumbwa, wewe.
Umebadilika sana. Yaani umebadilika kweli kweli. Sasa unafikiri utashika wapi? Wapi utashika? Kama tayari umeshashika pombe tayari. Unafikiria nini ama unawaza nini? Bwana wewe. Salim. Koberu, hauna haja ya kung'ang'ania kwenye mti uliokauka. Mimi ni mti niliopoteza matawi. Utaanguka nao. Usichokielewa hapo ni nini? Mbona mimi nishakwambia kila kitu? Hata mti ambao umekauka unaweza kawa kuni na kawasha moto. Kumbuka, sitoacha kung'ang'ana mpaka nione hatima ya majivu haya yanaitwa mahisia ya mapenzi. Kwa sababu moyo wangu unavuja damu kwa mtu ambaye unampenda na unamwamini sana. Unajua neno mapenzi wewe? Unajua neno inaitwa mtu ukamchagua anampenda? Sara, mimi nakupenda wewe. Ni mtu ambaye naamini wewe ni mke wangu. Kwa nini nijipe furaha sehemu ambapo najiongopea? Yaani ni kujipa furaha ambayo ya kujidanganya? Sara, nakupenda. Kobero, acha kung'ang'ania kwenye mti uliokauka. Utaanguka nao. Mimi ni mti niliopoteza majani. Jua linachoma mpaka kwenye mifupa. Kobero, usichokielewa hapo ni nini? Mbona mimi nishakwambia kila kitu? Sikupendi. Wanasema mapenzi ni furaha na amani, lakini kwangu imekuwa machozi na majeraha moyoni. Nimechoka kupigania nafasi isiyo yangu. Nimechoka kuwa chaguo la mwisho kwenye maisha yako. Salim, unajua kuna jambo moja ambalo mimi unanichanganya sana. Mimi ndo mtu wako wa karibu. Mimi ndo kama ndugu yako man. Na mimi na wewe ndo tunafanya biashara. Sasa inakuwaje man? Wateja wanalalamika kuhusu wewe. Unawafokea sana wateja man. Wafanya kazi tu haitoshi man. Kila mtu anakulalamikia wewe. Haitoshi. Kila unayekutana naye wewe kwako zogo. Nisikilize nikwambie ndugu yangu sana. Ile ni biashara. Unapoleta mzaha na makuzi kwenye biashara, tutapoteza biashara kabisa. Na kitu ambacho sichokijua, biashara inahitaji heshima na hekima man. Custom care man. Sasa unatumia akili ya aina gani? Sindo kukuelewa man. Una nini wewe man? Hivi kosa langu mimi labda liko wapi? Mimi nakosea wapi labda? Kwa sababu watu wanafanya makosa, mimi nawakosoa na kuja kuonekana mimi na makosa tena. Aya. Mimi naongea na wewe kistaarabu, unabwata. Sasa umekuwa sasa loudspeaker, ni msemaji sasa wa jamii, msemaji wa serikali man. Unajiona uko sawa? Ona nikwambie ndugu yangu Salim. Na ukiona kila mtu anakulalamikia wewe, kila mtu anakusema wewe vibaya, inatakiwa ukae ujitathmini wapi unakosea na wapi umeteleza. Hii hauko sawa kabisa na hauko sawa kabisa. Ili nitakiwa ukae kichwani kwako. Oya man, unaharibu biashara. Na mimi siwezi kuchekea upumbavu kama unauleta. Hivi wewe ndugu yangu ngoja kwanza. Wewe umekuja nyumbani kwangu hapa kunisimanga? Umekuja nyumbani kwangu hapa kunishambulia na maneno kama hayo ama umekuja kufanya nini? Mbona sikuelewi? Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipoita.